Ukweli mchungu ni huu: watu wenye nguvu kubwa zaidi duniani hawachafui mikono yao, hawapigani hadharani, hawalaumi, hawajitetei, lakini kila kitu kinakwenda kama walivyopanga. Leo nitakuonyesha siri hatari ya kisaikolojia, jinsi ya kuficha nguvu yako halisi, huku wengine wakifanya kazi chafu kwa niaba yako na jina lako linabaki safi. Kabla tujaanza, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kujifunza kitu kipya kuhusu akili ya mwanadamu na maisha ya kila siku kisaikolojia. Kwa nini sheria hii ni muhimu? Katika maisha, kazi, biashara, mahusiano, siasa, jamii, mtu anayechafua mikono yake mwenyewe hupoteza heshima. Mtu anayewatuma wengine huonekana mtakatifu. Hii ndiyo law namba 26. Tumia wengine kufanya kazi chafu, linda jina lako. Hii si kuhusu ubaya, ni kuhusu mkakati wa kuishi na kushinda bila kuharibu taswira yako. Kazi chafu ni nini kisaikolojia? Kazi chafu ni kumshambulia mtu, kumkosoa, kumtoa kwenye nafasi, kumharibia sifa, kufanya maamuzi magumu yasiyopendwa, kusema ukweli mchungu. Tatizo ni kwamba ukifanya mwenyewe, wewe ndiye unayeonekana mbaya. Ukimtuma mwingine, wewe unaonekana safi. Nguvu ya kweli haipigi kelele, inapanga. Kwa nini watu wenye nguvu hawajichafui? Kwa sababu, moja, sifa ni mtaji mkubwa kuliko pesa. Watu hukumbuka aliyesababisha maumivu, si aliyenufaika. Chuki huenda kwa mjumbe, si kwa mmiliki wa mpango. Mfano, bosi hatamfukuza mfanyakazi hadharani, atamtuma HR. Kiongozi hatashambulia, wafuasi wake watafanya. Mtu mjanja hatakataa moja kwa moja, atatumia mazingira yake yakatae kwa niaba yake. Wewe unabaki juu, wengine wanabeba lawama. Akili ya binadamu inafanya kazi hapaje. Akili ya mtu humlaumu anayeonekana, humsahau aliyepanga kimya kimya. Hivyo, mtu akikuudhi, ukimjibu moja kwa moja, wewe ndiye tatizo. Ukikaa kimya, mazingira yakamrekebisha, wewe unaonekana mwenye busara. Ukishindwa kujizuia, tayari umeshapoteza mchezo. Jinsi ya kutumia law 26 kwa vitendo. Namba 1, usionekane kama chanzo cha tatizo. Kanuni ya kwanza ya nguvu ni hii: anayeanzisha tatizo ndiye hubeba lawama. Kisaikolojia, watu hawachambui kwa kina, humlaumu aliyeonekana kwanza. Kwa hiyo, usianzishe ugomvi, usimkabili mtu hadharani, usionekane kama mwenye hasira. Badala yake, acha mazingira, muda au mtu wa tatu afanye kazi hiyo. Hii si woga, ni nidhamu ya nguvu. Namba 2, tumia mfumo badala ya hisia. Watu wenye nguvu hawasemi nimeamua mimi, wanasema utaratibu uko hivi, sheria inasema, hali hairuhusu. Mfumo hauna sura, hauna hisia, haupingiki kirahisi, lakini unafanya kazi chafu kwa niaba yako. Namba 3, tumia watu wa kati kufikisha ujumbe. Ujumbe mzito usitoke kwako moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu mjumbe ndiye hubeba hasira, chanzo hubaki safi. Tumia rafiki wa pamoja, meneja, kiongozi au mtu anayeheshimiwa na pande zote. Wewe unabaki mtulivu, msafi, mtu wa busara. Namba 4, ruhusu wengine wakutetee. Usijitetee kila wakati. Ukweli ukionekana, kaa kimya, onyesha heshima, usiongeze mafuta kwenye moto. Akili ya binadamu huchukia dhulma ikionekana wazi. Watu wataanza kukusemea, kukutetea na kumshambulia aliyekukosea, na wewe utaonekana mnyenyekevu na sahihi. Namba 5, kata mtu bila kufunga mlango moja kwa moja. Kukatiza mtu ghafla huzaa chuki ya kudumu. Badala ya kusema hutahikiwi tena, tumia ubali, muda, mabadiliko ya mazingira, visingizio vya kitaalamu.
Mtu huenda polepole bila kujua ni nani aliyemtoa. Hii ni sanaa ya kukataa bila adui. Namba 6, tumia lugha ya haina mmiliki. Hii ni lugha yenye nguvu sana kisaikolojia. Mfano, kuna wasiwasi kuwa, imeonekana kwamba, watu wengine wanaona. Maneno haya yanarekebisha, yanachoma, lakini hayakuhusishi moja kwa moja. Hivyo, unarekebisha bila kuchafua jina lako. Namba 7, ficha ushindi wako. Hata ukifanikiwa, usionyeshe furaha kupita kiasi. Usionekane mshindi sana. Usijisifie. Kwa nini? Kwa sababu ushindi unaoonekana huamsha chuki na mashaka. Mtu mwenye nguvu hushinda kimya, hutabasamu kidogo, huonekana kama hakuhusika sana, na hapo ndipo nguvu yako halisi inabaki salama. Kumbuka, sio kila vita unapigana wewe mwenyewe. Wenye nguvu huwatuma wengine, huku wakilinda jina lao kwa muda mrefu. Hatari ya kutotumia Law 26. Namba 1, wewe ndiye unabeba lawama zote. Ukifanya kila kitu mwenyewe, kukosoa, kukataa, kukata mahusiano, kufanya maamuzi magumu, akili ya watu hufanya nini? Inakuweka wewe kama chanzo cha maumivu. Haijalishi ulikuwa sahihi kiasi gani, watu watakukumbuka kama mkali, mkatili, asiyejali. Hii huharibu taswira yako ya muda mrefu. Namba 2, unajitengeneza maadui wengi bila sababu. Kila kazi chafu unayoifanya mwenyewe inazaa adui mmoja mpya, na maadui hawasahau, huwinda nafasi ya kulipiza. Watu wenye nguvu hujua sio kila adui anatakiwa azawe. Ukishindwa kutumia Law 26, unapigana vita nyingi zisizo za lazima. Namba 3, unapoteza heshima polepole. Heshima haipotei ghafla, hupotea kidogo kidogo. Watu wanapokuona kama mkorofi, kama mwenye hasira, kama mtu wa kukatiza watu, hata ukiwa na uwezo mkubwa, ujumbe wako hautasikilizwa tena. Nguvu bila heshima ni kelele tupu. Namba 4, watu wengine hujifunza kukutumia kama silaha. Ukionekana, wewe ndiye unakemea, wewe ndiye unachafua mikono, wewe ndiye mbaya, watu wajanja hufanya nini? Wanakuchochea ufanye kazi chafu kwa niaba yao. Halafu, wewe unabaki mchafu, nao wanabaki wasafi. Unakuwa chombo, sio mchezaji. Namba 5, unachoka kisaikolojia na kihisia. Kufanya kila kitu mwenyewe, kujitetea, kujieleza, kupambana, kuthibitisha, huchosha akili na moyo. Watu wenye nguvu hulinda eneji yao, utulivu wao, umakini wao. Ukikosa Law 26, unaishi kwa hasira na uchovu wa kudumu. Mara nyingi, watu hawashindwi kwa kukosa nguvu, wanashindwa kwa kujichafua wenyewe. Nani anatakiwa kujifunza Law hii? Viongozi, wafanyabiashara, watu wanaotamani heshima, mtu yoyote anayetaka amani plus udhibiti, mtu aliyechoka kuwa mtu mzuri lakini anateswa. Usipigane vita vyote wewe mwenyewe, usibebe lawama zisizo zako, na usiharibu jina lako kwa sababu ya hasira ya muda. Mara nyingi, mshindi si mwenye nguvu zaidi, bali ni mwenye mikono safi zaidi. Kama mada hii imekufungua macho, bonyeza like, subscribe na andika comment. Ninaelewa sasa. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.